chelewesha, kushinda mambo yanayochelewesha maendeleo, kushinda mambo au vitu, kushinda vitu vinavyozuia maendeleo. Na tumeona ya kwamba maendeleo ni haki ya kila mmoja, ni haki ya kila mtu, ni haki ya kila Mkristo. Mungu anatamani kila mmoja wetu afanikiwe na aendelee kimaisha. Anatamani kila mmoja wetu asonge mbele. Maandiko yanasema njia mwenye haki inapaswa kuwa kama nuru ing'aayo, inayotakiwa kuzidi kung'aa na kuzidi kung'aa mpaka mchana mkamilifu. Njia ya mwenye haki inapaswa kuwa kama nuru ing'aayo. Maandiko yanatuonyesha wazi ya kwamba tunapaswa kustawi kwenye kila tukifanyacho. Maandiko yanasema na kila alifanyalo litafanikiwa. Maana yake ni kwamba kuna uwezo ndani yetu wa kufanikisha chochote tukifanyacho. Kuna neema ndani yetu ya kufanikisha kila kinachotupasa kufanya. Lakini pamoja kwamba Mungu anataka sisi tufanikiwe, sio kila mmoja anafanikiwa. Watu wengi wanajikuta wanahangaika kwa miaka mingi bila mafanikio kwa sababu ya vikwazo vinavyochelewesha watu. Wengi wanajikuta wanahangaika kwa sababu ya hivi vikwazo. Vikwazo hivi vinaweza vikawa ndani au nje ya mtu. Vinaweza vikawa ndani yake au vinaweza vikawa nje yake. Vikwazo vya maendeleo vinaweza vikawa within or outside of him. Na tukaangalia kwamba fikra inaweza kuwa moja ya kikwazo cha maendeleo. Maandiko yanasema unavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Na asubuhi leo nataka nikakuonyeshe tena aina vikwazo ambavyo vinawazuia watu wasiende mbele. Na tuangalia vikwazo vya kimazingira. Vikwazo vya kimazingira, environmental limitations. Kuna watu wamezuiliwa kwa sababu ya mazingira. Kuna watu wamecheleweshwa kwa sababu ya mazingira. Mazingira yako yanaamua maisha yako pia. Mazingira ulionayo, mazingira mahali ulipo yanaweza kukuzuia uende mbele au udumae. Mazingira ulionayo yanaweza kukuamulia kustawi au kudumaa kwenye maisha. Na maisha yako ni matokeo ya mazingira yalivyo, your environment outside. Mazingira yako yanakuzunguka. Napozungumzia mazingira, nazungumzia watu na vitu vinavyotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaokuzunguka na mazingira pia, na vitu vinavyokuzunguka, hali inayokuzunguka ndio yanaamua pia mazingira yako. Watu ulionao, wanachokizungumza, fikra walizonazo, kinaweza kikaathiri maisha yako. Niliwahi kusema your habitations determines your habit. Mazingira unayoishi, makazi yako yanaamua mazingira, yanaamua tabia zako. Tunaona kwenye kitabu cha Isaya sura 6 namna ambavyo mazingira yalivyomwathiri Isaya. Maandiko yanasema amekaa kati ya watu wenye midomo michafu. Na ndio maana ilihitajika kala moto kuondoa uchafu kwenye maisha yake. Mazingira ya Isaya yalimzuia na akamchelewesha mambo mengi. So mazingira yanaweza kukuzuia au usipate matokeo au pate matokeo kwa kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwenye kitabu cha Mwanzo sura 12 Mungu akimwita Ibrahim. Na maandiko yanatuambia alivyomwita Ibrahim naye akasema Lutu aende pamoja naye. Na tunaona kwenye sura 13 baada ya kufanikiwa, maandiko yanatuonyesha wazi ya kwamba kukawa na ugomvi kati ya wafanyakazi wa Ibrahim na wafanyakazi wa Lutu. Na nini kinatokea? Tunaona baadaye namna ambavyo ikabidi waachane. Na baada ya kuachana, Mungu akamwambia sasa inua macho yako, tazama mashariki, kusini, magharibi na kaskazini, nchi yote uionayo nitakupatia wewe. Maana yake nini? Lutu alikuwa ni kizuizi, alikuwa anamchelewesha Ibrahim kuona. Kuna watu kwenye maisha ambao ni mazingira ya vizuizi.
So you have to overcome them. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vikwazo vya kimazingira. Now, vikwazo vya kimazingira ni kitu gani? Unaweza kujiuliza. Nini maana ya vikwazo vya kimazingira? Vikwazo vya kimazingira ni changamoto au hali zinazotokana na mazingira ya mtu. Ni changamoto au hali zinazotokana na mazingira ya mtu. Yaani mazingira yake yamemzuia kustawi. Mazingira yake yamemzuia kuona vizuri. Mazingira yamemzuia kuexercise uwezo alionao. Mazingira yake yamembana, yamemfanya asione mbali, na mwisho wa siku aendi mbali. Until you see far, you can never go far. Mazingira. So haya ni vikwazo vinavyoweza kumzuia au kumcheleweshea maendeleo yake. Vikwazo hivi vinaweza vikwazo vya mazingira vinaweza kuwa vikwazo vya kijamii, kiuchumi au mazingira halisi, na mara nyingi huwa nje ya uwezo wa mtu kushughulikia. Vikwazo vya mazingira ni vile vikwazo ambavyo viko nje ya mtu kuvishughulikia. Lakini habari njema ni kwamba kwa Mungu kila jambo linawezekana. Na njia rahisi ya kushinda yaliyoshindikana ni kuyaona kwamba yanawezekana. The simplest way to overcome the impossible is to see them possible. Kuyaangalia kwamba yanawezekana, kuyaona kama ni mambo yanayowezekana. Njia rahisi ya kuyaweza yaliyoshindikana ni kuyaona kwamba yanawezekana. So mazingira yanaweza kukuzuia. Mazingira yanaweza kukufanya ubaki mahali pamoja. Mazingira yanaweza kukufanya. Tunaona kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2, maandiko yanatuambia wana wa Israeli walitoka Misri na wakafika kwenye mlima fulani. Maandiko yanasema wakawa na uzunguka ule mlima. Mazingira pale yaliwafanya wazunguke pale. Yaliwafanya wasipige hatua ya kutoka. Mazingira. Na ukikaa kwenye mazingira ya watu ambao hawamjui Mungu, very soon yanaweza kukuathiri pia. Ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 1 maandiko yanasema heri mtu yule asiyokwenda katika njia asiyo haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa. Akuwa anakaa, akuwa anasimama, wala akuwa anaenenda katika mazingira ya wakosaji. Anasema bali sheria yake, bali mazingira yake ni haya, sheria ya Bwana anatafakari kila wakati. You can create your own environment. Unaweza kutengeneza mazingira yako mwenyewe ya kukupeleka mbele. Bwana asifiwe. Now, ni mazingira gani yanayomfanya mtu acheleweshwe kwenye mafanikio yake? Namba moja, kukaa na watu wasio na maono au kuzungukwa na watu wasio na maono. Kuzungukwa, kuwa na mazingira ya watu wasio na maono. Yani you are the only star mahali ulipo. Yani wengine wote wana maono, wewe peke yako ndio unaona. Sikiliza, mtu mmoja alisema ukikaa na maskini 9 afu wewe peke yako ndio tajiri, wewe ni maskini wa 10. You are a poor man in a making. Wewe ni maskini unayetengenezwa. Lakini ukikaa na matajiri 9 afu wewe peke yako ndio maskini, wewe ni tajiri wa 10. Au unakuwa maskini wa 10 au unakuwa tajiri wa 10, ikitegemea watu gani wamekuzunguka. Watu wanaokuzunguka, the environment you've created will determine your success or your failure. Watu wasio na maono wakikuzunguka watakufanya pia na wewe usiwe na maono. Watu wenye maono wakikuzunguka watakufanya na wewe pia uwe na maono. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mithali sura ya 13 na ule mstari wa 20, maandiko yanatuambia, asema enenda na wenye hekima nawe utakuwa na hekima. Asema bali rafiki ya wapumbavu atafanyaje? Ataumia. Na mazingira unayotengeneza yanaamua kutengenezwa kwako au kuharibiwa kwako. Maandiko yanasema pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Pasipo maono
watu wanashindwa kujizuia. Asema lakini heri yake mtu yule aitunzaye sheria pasipo maono. So ukijizungushia watu wasio na maono, wewe ni mtu unayefuata uliopoteza maono. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaokuzunguka wana mchango mkubwa katika maisha yako, ndio wanaoamua kasi yako ya maendeleo. Unapokuwa na marafiki wasio na maono, wasiojali maendeleo, wasiokuhamasisha kufikia ndoto zako, wanakuwa kikwazo kikubwa cha maendeleo yako. Watu ambao hawana msisimko na maisha, hawana hamasa kwenye maisha, hawana hamasa na Mungu, watakuchochea na watakuwa kikwazo kikubwa cha wewe kuendelea. Na unawezaje kushinda mazingira kama haya? Namba moja, chagua kwa makini marafiki wako. Chagua kwa makini. Marafiki ni matokeo ya uchaguzi. Usiishie tu kama una urafiki na mtu bila kumchagua. Make sure you choose your friend wisely. Hakikisha unachagua marafiki zako vizuri. Your friendship must not be accidental. Urafiki wako haupaswi kuwa wa bahati. Urafiki wako unatakiwa kuwa wa ajali. Urafiki wako unatakiwa kuwa wa uchaguzi. Tafuta wale wanaoamini maendeleo na wanaokuinua kiakili na kiroho. Chagua wanaoamini katika maendeleo. Chagua watu ambao wanaamini katika kusonga, wanaamini katika kustawi. Tafuta watu wenye maono makubwa ambao wanaweza kukutia moyo na kukuelekeza kwa hekima. Chagua watu. Mwepuke mtu ambaye hana maono, utaishia kuwa kama rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe. Your friend will determine your end. Utaishia kuwa kama rafiki yako. Utaanza kuongea kama rafiki yako. Utaanza kuwa mzito kama rafiki yako. Utaanza kudumaa kama rafiki yako. Jifunze kutoka kwa waliofanikiwa na walio mbele yako katika nyanja mbalimbali za maisha yako. Jifunze kwa waliofanikiwa. Namba mbili, Bwana Yesu asifiwe. Na vikwazo vya kimazingira vinavyowafanya watu wachelewe kwenye maisha. Namba mbili, kukosekana kwa fursa au rasilimali. Kukosekana kwa fursa au rasilimali. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi watu huchelewa kupiga hatua kwa sababu hawana rasilimali za kutosha, kama mtaji wa kibiashara, elimu au ujuzi wa kazi wanayotaka. Biblia inatufundisha kuwa Mungu ndio chanzo cha mafanikio, chanzo cha fursa. Na watu wengi wanapoa kwa sababu hakuna fursa. Sikiliza, God is our opportunity. God is our advantage. Mungu wetu ndio advantage yetu. Mungu wetu ndio advantage yetu. Mungu wetu ndio fursa yetu. Mungu wetu ndio rasilimali yetu. Ukimtumia Mungu vizuri, hautakosa fursa. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtumia Mungu vizuri, wale watu walikuwa wamekaa kutwa nzima, walipoulizwa mbona amjenda kazi, nasema hakuna mtu wa kutuajiri. Mfalme akasema nendeni shambani. Why? I am your advantage. I am your employee. Mimi ndio mwajiri wako. Nendeni shambani. Na Yesu alikuwa mfano ule, kama Mungu akitaka kuajiri watu, anasema nendeni shambani mkafanye kazi, nami nitawalipa iliyo haki yenu. Hakuna mtu aliyetuajiri. Sikiliza my friend, ukimshikamata Mungu utagundua kwamba fursa zipo. Fursa zinapatikana. Kwa Mungu inapatikana. Anaitwa Jehova Yire. Jehova Yire manake katika mlima wa Mungu itafanyaje? Itapatikana. Katika mlima wa Bwana inapatikana. Manake nini? Manake ni kwamba kwa Mungu unachokitaji kinapatikana. Fursa unayohitaji kwa Mungu inapatikana. Rasilimali unazozihitaji kwa Mungu zinapatikana. Ndio maana maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18, asema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Nguvu
za kupata utajiri, ili alifanye imara agano. So God is looking for who to give power. Kazi yako ni kumkumbuka. Kumkumbuka hapa sio kukumbuka jina la Mungu, kumkumbuka katika vitu vyako. Umepata fedha, this amount is for God, this amount is for the kingdom. Una muda unaenda kanisani kufanya utumishi, time utoke nyumbani njoo kanisani, kaa uweponi mwa Bwana. Kuna baraka za kukaa nyumbani kwa Bwana. Na kukaa nyumbani kwa Bwana kumkumbuka Mungu. Daudi anasema nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Kwa nini? Wanaendelea toka nguvu hadi nguvu, kila mmoja anatokea nyumbani kwa Bwana. So nenda nyumbani kwa Mungu. Utagundua ukiingia nyumbani kwa Mungu kuna mambo utaanza kuelewa kwamba kuna eneo pale nyumbani kwenu unaweza kulitumia kama fursa. So what am I saying? Ninachozungumza ni kwamba chochote ambacho unakihitaji kinawezekana kupatikana. Fursa zinapatikana kwa Mungu. Chochote ambacho kipatikani kwa wanadamu kinapatikana kwa Mungu. So pamoja na Mungu mahali popote panaweza pakawa bustani ya Eden. Pamoja na Mungu. Pamoja na Mungu. Asema kwamba mpaka pale Roho atakapomwagwa juu yetu kutoka juu, ndipo jangwa litageuka kuwa ni shamba lizalo sana. Na shamba lizalo sana litageuzwa kuwa ni msitu mkubwa. When God is involved, even wilderness can be a fruitful field. Mungu anapohusishwa, hata jangwa linaweza kugeuka kuwa ni shamba lizalo sana. Mhusishe Mungu mpendwa. Acha kutumia nguvu zako. Umetumia nguvu zako vya tosha, umetumia uwezo wako vya tosha. Angalia na rudi mstari wa 13 ukianzia. Umetumia akili zako vya tosha. It is time to engage God. Engage God. Tumia Mungu. Kuna mtu alikuwa anatumia akili zake. Maandiko yanasema aliamua kumwacha mwanae, akaenda polini kujificha ili asimuone mwanae akifa. Lakini sauti ikatoka akamwambia, sikiliza, nimesikia maombi ya mwanao. Asema Mungu akafungua macho, akaona kisima cha maji. Ilikuwa ni ajili ya mwana Ishmaeli. Na angalia, asema juu ya nchi ya watu wangu itamea michongoma na mbigili, na juu ya nyumba za furaha katika mji ulio na shangwe. 18, angalia. Anasema maana jumba la wafalme itaachwa, na mji uliokuwa na watu wengi utakuwa hauna mtu. Kilima na mnara utakuwa makao ya wanyama milele. Furaha ya mbwa mwitu, malisho ya makundi ya kondoo, mpaka pale mstari 15, until hata Roho itakapomwagwa juu yetu kutoka juu, hata jangwa itakapogeuka kwa shamba lizalo sana, nalo shamba lizalo sana itakapohesabiwa kuwa ni msitu. When God is involved, even a wilderness can be a fruitful field. Shamba lizalo sana linaweza likatokana na jangwa lililojaa mbigili, lililojaa michongoma. Mungu anapohusishwa. So muhusishe Mungu. Bwana asifiwe. Muhusishe Mungu. Ndio rasilimali yetu. Mungu ndiye fursa yangu. God is my opportunity. God is ndio rasilimali yangu. Bwana asifiwe. Is my resource. Na nawezaje kushinda hii? Namba moja, kuwa na akili ya kutafuta fursa. Usikae na kulalamika. Tafuta fursa. Angalia maeneo ambayo yanakwenda kukuletea matokeo mazuri. Tafuta, angalia fursa. Tumia akili kutafuta fursa. Maandiko yanasema Mungu atakupatia nguvu. Hiyo nguvu ni nguvu ya akili. Look around. Look around. Around us there is an opportunity somewhere. Kuna fursa mahali fulani. Angalia na tafuta fursa kukuzunguka. Usikae tu kilalamika, maisha magumu, hii biashara haifanyi kazi, haiendelei. Siku moja funga duka, mweke mtu dukani, jaza gari mafuta, zunguka mjini. Zunguka mjini huku ukinena kwa lugha, raba shakata, randosko, zunguka mjini. Angalia huku, chukua bodaboda na mwambie nizungushe pa mjini. Kwa siku nitakulipa 15,000. Bwana asifiwe. Au kodi pikipiki, mwambie nitaweka mafuta na wewe nitakulipa, nizungushe mjini. Look for opportunities. Kuna sometimes unahangaika upande mmoja, kumbe fursa iko upande mwingine. Look for opportunity. Namba 2, jifunze ujuzi mpya na tumia vipaji vyako kwa ubunifu ili kujitengenezea fursa. Jifunze ujuzi mpya. Jifunze ujuzi mpya. Kuna mambo mengi ambayo nimejifunza baada ya kuona kwamba kuna fursa. I've learned them.
Kuna time ilibidi jifunze kudalisi. Kwa nini? Niona kuna fursa hapo. Jifunze ujuzi mpya. Isifike kipindi ambacho uwezi chochote. Fanya kitu kipya. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze ujuzi mpya. Jifunze kutengeneza keki. Jifunze kutengeneza keki. Jifunze kutengeneza maandazi mazuri. Jifunze kutengeneza karanga vizuri. Jifunze kushona. Jenga ujuzi mpya. Usikae tu kulalamika hakuna kazi, maisha magumu. Maisha yataendelea kuwa ni magumu mpaka fursa imegunduliwa na ikatumiwa. Maisha yataendelea kuwa magumu. Jifunze ujuzi mpya. Sikiliza, utaki kufa na tai shingoni kwamba kazi hiyo moja tu, wewe unauza mandazi tu kila siku, kwa biashara iende nao unaendelea kuuza mandazi. No, look for another opportunity. Learn another skill. Wekeza kwenye ujuzi. Namba 3, muombe Mungu akupatie hekima na neema ya kuona fursa na kutumia fursa ipasavyo. Muombe Mungu akupatie akili, hekima na neema ya kuona fursa na kutumia fursa zipasavyo. Tumia Mungu akupatie akili. Kuna fursa zipo, you just need to access them by your eyes. Mungu akufungue akili. Na kuombea siku ya leo hautacheleweshwa tena.